Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina, mtumishi wa Mungu. Asante sana. Ndugu mtangazaji, Mungu akubariki sana. Lakini pia ubarikiwe mtu ambaye umetega sikio lako sasa, umefungua 98.7.5 kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki. Na mimi ni ndugu yako yule Mwalimu Matthew, mwalimu wa neno la Mungu, Mwalimu Matthew, ambaye leo nimepewa nafasi hii nije nisimame niseme na wewe katika madhabahu ya redio. Basi niombe. Mungu wangu mtakatifu, mfalme wa amani, na kushukuru kwa sababu ni wewe uliyetupa kibali kikubwa tena tuwe na upako wa kusikiliza mafundisho kwa dakika chache hizi, ili Mungu wahudumie watu uliowakusudia pale popote walipo. Asante kwa sababu wewe ni Mungu na utatuhudumia. Amen. Ndugu msikilizaji, ni mimi ndugu yako kama nilivyotangulia kusema, Mwalimu Matthew, mwalimu wa neno la Mungu. Tutakuwa na neno la Mungu kwa dakika chache hizi. Niazime muda wako dakika chache hizi. Tutakuwa na neno la Mungu lenye kichwa kinachosema ni muhimu kujua kusimama kwa miguu yako kiimani. Ni muhimu kujua kusimama kwa miguu yako kiimani. Dakika chache tunataka tutembee na ili kichwa kwa muda ambao Mungu atatupa. Nitasoma kile kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 13 na mstari wa 5. Mstari mmoja tu, mstari wa 5. Kile kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 13 mstari wa 5, Biblia inasema, jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe. Au hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa? Inawezekana ile andiko mai kulisoma mara nyingi, lakini nataka tuangalie mambo matatu kwenye huu mstari wa 5. Jambo la kwanza, ukiangalia pale mwanzoni anaanza kusema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Kwa nini maandiko anasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani? Kwanza lazima ujue imani ni fumbo. Unapozungumza fumbo, ni kitu ambacho kimewekwa kwenye package au kimewekwa kwenye utata. Unatakiwa ukitambue, au kwa Kiswahili cha kawaida ukidadavue, ujue hiki kitu ni kitu gani. Au mtu akisema naomba nikupe fumbo, maana nataka uelewe ndani yake lile fumbo lake alilokueleza kuna nini. Kwa imani ni fumbo, lazima ujue kwanza imani ni fumbo. Kwa nini imani ni fumbo? Kwa sababu ni kitu kisichoshikika wala kuonekana. Kwa tunapozungumza masuala ya imani, tunazungumza kitu ambacho hakishikiki, hakionekani, lakini tunakiamini. Ndio masuala ya imani. Sasa angalia huu mstari wa kwanza unasema, hii aya ya kwanza inasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Sasa kama imani ni fumbo, ni kitu kisichoshikika au kuonekana, ndio maana anasema hivi, mwenye imani ndio anaweza kujijaribu, kujipima. Kwa lugha nyepesi alikuwa anataka kusema nini? Sio rahisi mtu kuipima imani yako, kukupima kiwango chako cha imani ukoje, au imani yako inaamini nini. Ni rahisi mwenye imani kujipima kwamba mimi namwamini nani au naamini nini, kwa sababu mnaweza mkawa mmeingia kanisani, mwingine anamwamini mtumishi, mwingine anamwamini Mungu, mwingine analiamini kanisa. Kwa sababu mwingine anasema mimi nasali kwa fulani, anaamini kwenye kanisa la fulani. Mwingine anasema ninamwamini Yesu Kristo wa kanisani pale ninaposali, Mungu wa kanisani pale. Mwingine anasema ninamwamini ule mtumishi ana nguvu za Mungu. So anaposema jijaribuni wenyewe, maana yake sio rahisi mtu kuipima imani yako, ila wewe ni rahisi kujipima kwamba wewe unamwamini nani au unaamini nini. Kwa sababu ukisema katika majority kwamba tunafanana kiimani, mimi naweza nikakukatalia kwa mujibu wa huu mstari. Ingekuwa ni hivyo, maandiko yangesema ni rahisi basi kila mmoja amjaribu mwenzake katika imani. Lakini kwa nini maandiko alikuwa anazungumza personal kwamba jijaribuni wenyewe?
wenyewe kwamba mmekuwa. Neno mmekuwa maana yake mmekaa, mmeingia ndani ya imani. So mtu anayeweza kujua kwamba nimeingia kwenye imani ya kweli au imani ya uongo ni mtu. Ndo maana mtu anaweza akasimama madhabahuni akatumia Biblia kusoma neno, lakini asimwamini Mungu unayemwamini, unayemsikiliza. Wewe unayemsikiliza unaweza ukafikiri anamwamini Mungu wako, kumbe anamsema Mungu wake anayemwamini ingawa amesoma Biblia. Kwa nini? Kwa sababu shida ipo kwenye imani. So mtu akisema kwa jina la Yesu, usifikiri anamaanisha imani ya jina la Yesu. Anaweza kusema kwa jina la Yesu, lakini imani yake ikawa inamaanisha kitu kingine. Bwana asifiwe. Ukisoma katika Biblia, siku moja Paulo amekutana na jamaa mmoja, alikuwa anamhubiria mtumishi wa Mungu, alikuwa anaitwa liwali wa serikali, anamhubiria. Na maandiko yanasema mtumishi wa Mungu, liwali wa serikali, alimwamini sana yule ndugu sana, lakini hakujua kwamba imani aliyokuwa anapewa sio imani ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokuelewa au kujua. Huyu mtumishi wa Mungu akajikuta anamwamini yule jamaa siku zote, kwa sababu ndio imani aliyobebeshwa. Alafu Biblia inaniambia, inasema alipofika Paulo akagundua imani hii sio ya Mungu, kwa uweza wa Roho Mtakatifu, sio kwa nguvu zake. Ndipo tunaona kumbe huyu jamaa alikuwa analishwa matango mwitu. So maandiko yanaposema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, kwamba ni mtu mwenyewe anaweza akajua, akaelewa kwamba mimi ninaamini imani ipi. Bwana asifiwe. Ni mtu mwenyewe anaweza akaelewa kwamba ninaamini imani ipi. Lakini kitu cha pili nataka uone kwenye huo mstari, anaposema kwamba jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, alikuwa na maana kwamba ziko imani nyingi. Sasa ni imani ipi unayoweza ukaiamini? Ni swala la mwaminiji kujua naamini imani ipi katika hizi imani. Wako watu wanaabudu miti, wanaamini mashamba, wengine wanaamini mizimu, wengine wanaamini babu zao waliowatangulia, wengine wanaamini miungu ya nyumbani kwao. So swala la kujua kwamba ni imani ipi mimi ninayo ni wewe, sio mimi nikwambie wewe una imani hii. Ingawa tunaweza tukasema sisi wote ni Wakristo, lakini kuwa wote Wakristo haimaanishi tuna imani moja. Tunaweza tukasema wote ni Wakristo, lakini imani ziko tofauti tofauti. Kwa sababu gani? Imani ni fumbo. Kujua imani hii nilionayo anayo mwenzangu ni kazi, ila Mungu ndo anajua yupi ni wangu, yupi si wake. So maandiko alikuwa na maana kwamba kwenye swala la imani hakuna kipima imani kilicho kwa mtu kinachoweza kupima imani ya mtu. Ndio maana anasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. So ni mtu mwenye imani ndo anaweza kujua ninamwamini Mungu au la, sio kwa ushabiki. Imani hatufuati kwa ushabiki hata siku moja. Mungu afanyi kazi na watu kwa sababu ya umati, anafanya na kazi na watu kwa sababu ya mtu amemkubali Mungu. Hilo la kwanza. Jambo la pili ambalo nataka tulione kwenye huu mstari, kwenye huu mstari wa 5, anasema hivi, jithibitisheni wenyewe. Kwanza alisema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Halafu jambo la pili anasema jithibitisheni wenyewe. Kwa nini kujithibitisha? Watu wa laboratory au watu wa experiment wanaweza wakanisaidia kitu hapa, kama wananisikiliza saizi. Ukikitengeneza kitu chochote kile, ukakitengeneza laboratory, na kabla hujakitoa kwa watu, unatengeneza dawa, kabla hujaitoa kuingia kwenye matumizi lazima uithibitishe hii dawa inaweza, na unaweza ukaifanyia experiment, ukaifanyia approve wewe, ukagundua iko sawa. Mwisho wa siku ile dawa, bado kuna shirika linalotambulika duniani la afya linalosimamia vipimo au uthibitishaji wa dawa, utaambiwa lipeleke kule dawa yako ili waithibitishe. Kwa lile kampuni litaambiwa lipeleke. Likishapeleka, lile kampuni linalothibitisha dawa duniani ndio litathibitisha, afu itagonga muhuri kwamba hii dawa inafaa kwa matumizi. Kwa kitu kinachothibitishwa ni kitu ambacho kimeshatengenezwa tayari, kabla kijaingia kwenye matumizi kinatakiwa kithibitishwe kwamba kinafaa au hakifai. Sasa maandiko yanasema hivi, jithibitisheni wenyewe. Angalia, vitu vingine vyote huwa vinathibitishwa na watu wengine kuapprove, lakini unapofika kwenye masuala ya imani, kitu anayeweza kuapprove imani yako ni wewe mwenyewe, sio mtu mwingine. Hapa ndo penye utata kidogo, ambapo maandiko yalijaribu kutuwekea ufahamu wa kuelewa, sio ufahamu wa kurupuka, kwamba unapofika kwenye eneo la imani kujithibitisha, maandiko yanasema hivi, jithibitisheni wenyewe, kwamba si swala la mtu kuja kukwambia leo umeombea mapepo, umeombea kiwete ameinuka, kweli huyu ni Mungu wa kweli. Mimi nakwambia huo ni uongo. Kwa mujibu wa huu mstari, unaweza ukainua kiwete, unaweza ukainua maiti, unaweza ukainua
ukawaponya watu magonjwa kwa kuomba, lakini kumbe imani unayoitumia sio imani ya Mungu wa kweli, na watu wakakupromote sana. Kwa nataka nikupe angalizo hapa, mtu wa Mungu, mahali popote ulipo, usije ukamprove mtu kwa imani yake kwamba huyu jamaa nimeona kabisa kiwete anainuka, huyu jamaa anatumia Mungu wa kweli. No. Anayeweza kuthibitisha imani ya kweli ni mtu anayeomba. Yule anayeitumia ile nguvu ndo anayejua hii nguvu imetoka kwa nani, anamwabudu nani, anaamini kwa yupi. So si swala la kampeni, si swala la promotion, si swala la watu kukushabikia, ni swala la mtu na mahusiano na imani yake. Ndo kitu kilichobakia kwenye masuala ya imani. Nataka nikukumbushe mahali ulipo, mtumishi wa Mungu, mahali popote unaponisikiliza, kwamba usije ukadanganywa na staili ya mtu kiibada au kimaombezi, au anafukuza mapepo sana, au ukamwona anatembea na nguvu kubwa sana, ukasema hizi ni nguvu za Mungu. Sio nguvu zote unazoziona zinatoka kwa Mungu. Shetani pia anazo nguvu. Ndio maana alimwambia Yesu kwamba ukisujudia ukiliangukia ninaweza nikakupa. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu anavimiliki. So sio kwamba ni mali tu, anamiliki mpaka nguvu. Ndio maana kuna watu wanatumia nguvu za giza kufanya vitu. Nataka nikwambie hivi, hata kama mtu anainua miujiza, anainua viwete kwa miujiza mikubwa sana, unapofika kwenye swala la imani, mwamini Mungu peke yake, usimwamini mtu. Mtu mwache tu aoneshe miujiza, atumiwe na Mungu, lakini unapofika swala la imani, usimwekee mtu imani. Ndio maana maandiko yanasema hivi, alaaniwe mtu amtegemeaye mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu anaweza akawa anaonekana kwa umbo lingine, lakini ndani akawa ni kitu kingine. Maandiko yanasema jithibitisheni wenyewe. Nataka nikutie moyo. Maandiko yanaposema mwana wa Adamu atakapokuja duniani, je, ataikuta imani? Yalikuwa anazungumza maswala ya imani juu ya Mungu wa kweli. Usiwe na imani kishabiki, usiwe na imani kishabiki. Imani hatukwendi nayo kishabiki, imani tunaenda nayo kiuhakika, kwamba mimi ninamwamini Mungu aliye hai. Hata kama rafiki yangu naye anamwamini Mungu aliye hai, okay, kivyake na Mungu wake, tutakutana siku moja mbinguni. Unapofika kwenye masuala ya imani, usimpe mtu imani yako, usimfanye mtu akutengenezee mazingira ya kuamini imani yake ndio utembee nayo wewe. Ni muhimu sana kujua hili, kwamba imani yako unatakiwa utembee nayo wewe kwa Mungu. Yaani wewe ndio umwamini Mungu. Wakati unataka kuomba, huo unajua naomba kwa Mungu. Hasa zama hizi, unajua zama hizi, mtumishi wa Mungu, kumeinuka imani nyingi sana, kumeinuka na vitu vya hovyo sana. Ni hatari sana kutembea na imani iliyobebwa ndani ya mtu, ni hatari sana. Beba imani iliyobebwa ndani ya Yesu peke yake. Ukijua kumwamini Mungu, ukijua kutembea na Mungu, ni rahisi sana kujithibitisha kwamba ninamwamini Mungu. Halafu approve ya imani yako anayo Mungu, sio mwanadamu. Tofauti na dawa za duniani zikitengenezwa, approve inaenda kufanyika kwa TBS. Kwa mfano Tanzania hapa ni TBS. Ukienda huko duniani kuna mashirika mengine yanayothibitisha. Lakini unapofika kwenye masuala ya imani, anaye approve imani yako ni Mungu peke yake. Only Jesus who can approve your faith, sio mtu. Usije ukasifiwa na watu ukasema wewe una nguvu za Mungu, yani wewe uko hivi. Hao ni wanadamu, wanaweza kukupromote lakini wakakudondosha. Lakini Mungu akikuapprove, you are perfect and you are correct. Naomba tusome andiko moja mtumishi wa Mungu, wakati nafanua mstari wa pili kile kitabu cha Timotheo wa pili, mlango wa pili, mstari wa 15. Timotheo wa pili, ule mlango wa pili, mstari wa 15. Unasema hivi, jitahidini kujionyesha kuwa mmekubaliwa na Mungu. Nafikiri kama una Biblia utakuwa umesoma au umewahi kupitia ile andiko. Anasema jitahidini kujionyesha kuwa mmekubaliwa na Mungu. The only person who can approve your faith is the only God. Usije ukawa approved imani yako na watu. They are not allowed to approve your faith. Watu hawaruhusiwi hata siku moja. Only God who can approve your faith. Anasema jitahidini kujionyesha kwamba mmekubaliwa na Mungu. Alafu anasema mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari. Yaani Mungu ndio mtu ambaye hana tashwishi. Yaani anamjua mtu kuanzia in and out, ndani na nje. Mungu peke yake, sio mtu. Unaweza ukawa umemwona mtumishi fulani anatembea na miujiza mikubwa sana, lakini jioni anakwenda anakunywa bia. Wewe unafikiri ni nguvu za Mungu, kumbe ana imani nyingine. Ndio maana nasema hivi, jitahidini wewe binafsi unayesikiliza neno na unayehubiri neno, uwe mhubiri uwe mchungaji, swala la imani, anaye approve imani yako ni Mungu. Anaye approve mahusiano yako ya kiroho kati ya wewe na Mungu ni Mungu, sio mtu. Alafu anaendelea kusema, anasema hivi, ukitumia kwa halali neno la kweli. Neno la kweli ni nani? Neno la kweli ni Yesu. Ukitumia kwa halali, sio kwa unafiki. Kwa nini anasema kwa halali? Kuna watu wanatumia neno la kweli sio kwa halali, kwa kuiba au kwa unafiki.
Wako watu wanamsema Bwana Bwana, lakini hawanaye Bwana. Wanamsema Yesu, lakini hawamtumii Yesu kabisa. Nakwambia, kwani yule ba Yesu Elima, yule mchawi kwenye Biblia, si alikuwa anajiita ba Yesu, lakini alikuwa anamtumia nani? Anamtumia Shetani. So asikudanganye mtu kwa miujiza au kwa maombi mengi au kwa kuhubiri Injili mpaka na galagala kwamba ana imani ya kweli. Wewe sikiliza neno, jenga hoja katika neno lake, alafu pima kwenye neno la Mungu. Ukishapima kwenye neno la Mungu utaapprove hii imani ni ya Mungu au sio ya Mungu. Usidanganyike, usidanganyike. Ule mstari ile andiko nilokusomea la Timotheo wa pili linajaribu kutuonesha kwamba anayeweza kuonesha imani ya mtu ni Mungu. Anayeweza kuijua imani ya mtu ni Mungu, sio mtu, ni Mungu peke yake. So ni vizuri sana, chunga kuibiwa imani. Pointi ya tatu sasa, hii ndio imebeba mstari mzima ambao unataka unipeleke mahali ambako nataka na wewe uende sasa. Kumbuka hili, kama ndo unafungua redio yako mahali ulipo, tunasoma kitabu cha Wakorinto wa pili ule mlango wa 13 mstari wa 5. Tumeanza pointi ya kwanza, inasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekubaliwa katika imani, kwamba mmekuwa katika imani. Nikaeleza vizuri sana. Pointi ya pili nikaingia kueleza jisibitisheni wenyewe maana yake nini, alikuwa anamaanisha kitu gani. Sasa pointi ya tatu ndio hii hapa. Hii pointi ya tatu imekaa kiswali, inasema hivi: hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu? Pale mwishoni pana swali, halafu anasema isipokuwa mmekataliwa. Alikuwa na maana gani? Bwana asifiwe. Alikuwa na maana gani? Alikuwa na maana hii. Nataka unisikilize sana, mtumishi wa Mungu, hasa zama hizi, zama za uovu. Kumbuka kichwa changu nilichoanza nacho kinasema ni muhimu kujua kusimama kwa miguu yako kiimani. Ukijua hicho kichwa utanielewa hii pointi ya tatu. Pointi ya tatu inasema hivi, kwenye ule mstari unasema hivi, hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu isipokuwa mmekataliwa. Sasa hii pointi ina maana gani? Ina maana hii. Hili ni swali, lilikuwa lina maana hivi, linauliza, je, unahitaji mtu ndio aje akwambie unaye Yesu au una Yesu? Ndo maana yake ndo hii, kwamba je, unahitaji mtu aje akwambie wewe una Yesu au una Yesu? Kwa hiyo alikuwa na maana kwamba ni ngumu sana mtu kuja kukwambia una Yesu au una Yesu. Hata mtu akikwambia, kama hujaamua wewe kugeuka, ni ngumu sana. Kwa hiyo swali hili lilikuwa linataka kumuuliza mhubiri, mwalimu, msikilizaji wa neno, msikilizaji wa Injili, mfuatiliaji, Mkristo, mtu yoyote, hata mpagani, kwamba unahitaji kumtafuta mtu aje akwambie una Yesu au una Yesu. Sasa nisikilize vizuri, hili swali limekaa kimtego. Mwandishi aliandika haya maandiko, aliandika katika uvuvio wa Roho Mtakatifu sana. Ukisoma haraka haya maandiko unaweza usiyaelewe, lakini ukisoma kwa utulivu kuna vitu vimefichwa hapa ndani. Hili swali lilikuwa nataka kujua hivi, kwa mujibu wa imani, kwamba imani inapimwa na mtu. Kama imani inapimwa na mtu na imani inathibitishwa na mtu mwenye imani, hilo ni jambo la pili. Kumbe mtu ndo mwenye uwezo wa kujua imani nilionayo ni ya Yesu au sio ya Yesu, sio watu wengine. Yani nataka niseme hivi, swala la mtu kuwa na Yesu wa kweli au wa uongo ni mtu mwenye imani, ni mtu mwenye Yesu au mtu mwenye kuamini ndio mwenye kujua kwamba ana Yesu au ana Yesu. Hapo tu. Hili swali lilikuwa linauliza A, ni mtu aje akwambie una Yesu au una Yesu. B, hili swali, huu mstari wa tatu, hii pointi ya tatu, B yake ilikuwa inauliza hivi kwamba mtu anaweza akamtoaje Yesu ndani yako, akakuwekea kwenye kitu fulani, alafu akakwambia huyu ndio Yesu. Hujanielewa? Leo hii kumeibuka wimbi la staili ya kumrepresent Yesu kistaili. Kwa mfano, kuna watu wameibuka na upako fulani hivi, anakuja anatembea na Yesu aliyemweka ndani ya kitambaa, alafu anakwambia huyu ndio Yesu, chukua kitambaa cha upako kitaenda kukufungua. Hili swali lilikuwa linauliza, je, huyu anayekuletea kitambaa ndo aje akwambie kwamba aisee, Yesu uliye naye moyoni mwako hafai, mchukue Yesu niliyekuwekea kwenye kitambaa ndo anafaa kutembea naye? Ndo alikuwa na maana hiyo. Sasa angalia, huu mstari wa tatu ndio ulikuwa unaonyesha vile vitu vya juu viwili, kwamba
swala la kujua imani, swala la kuthibitisha imani ni swala la mtu anayesikia, kwamba asije mtu akakutega kwa staili yake, kwa staili ya imani yake, au kwa staili ya mafundisho yake, kukuonesha kwamba Yesu aliyepo moyoni mwako hana nguvu, ila Yesu aliyemweka mahali au aliyembeba yeye ndo ana nguvu kuliko Yesu aliyembeba wewe. Bwana asifiwe. Sikiliza vizuri, mtumishi wa Mungu, mahali ulipo, na nimebakiwa na dakika chache sana za kufafanua hapa, kwamba kwa mujibu wa ulimwengu tulionao sasa, watu wengi wameondolewa Yesu, wakawekewa Yesu kwenye vitu, halafu wakamwamini Yesu kwenye vitu kuliko Yesu aliye ndani yao. Na maandiko yanasema hivi, mimi nikae ndani yenu nanyi mkae ndani yangu. Swala la Yesu kaa ndani yako ni swala la wewe mpokea imani kumkubali Yesu. Akija anakaa ndani yako. Yesu hajawahi kaa kwenye mafuta ya upako. Yesu hajawahi kaa kwenye dawa ya mbu ya upako. Yesu hajawahi kaa kwenye leso za upako. Yesu anakaa ndani ya mtu, ila nguvu za Yesu zinaweza zikapitia kwenye kitambaa, zinaweza zikapitia kwenye mafuta ya upako, ila Yesu hajawahi kaa kwenye kitambaa cha upako. Kwa nini sasa mimi nakwambia habari za nguvu za Yesu na Yesu mwenyewe? Maandiko yanasema hivi, mtakeni Bwana pamoja na nguvu zake. Yesu akikaa ndani yako anakuja na nguvu zake. Ukiona mtu anakwambia hivi, chukua kitambaa hiki cha upako, nenda kaweke kwenye kiti chako au kaweke kwenye kitanda chako, au chukua leso hii, nenda kaweke ofisini kwako, unaelewa maana yake? Amemuondoa Yesu, amekuwekea kwenye kitu, alafu anasema kakuwekee. Kwa lugha nyepesi, anakupa ilizi ya akili ya juu ya wewe kuto kujua, kwa sababu Yesu haendi kukaa kwenye vitu. Yesu anakaa moyoni, alafu anaachilia nguvu zake kwenye vitu. Akiona mtu anakusisitiza sana kuchukua kitu ndo kikafanye kazi ya Yesu, maana yake anataka wewe ukiamini kile kitu kuliko Yesu uliyembeba. Alafu na siku atakuuliza swali, wewe mwenyewe unaweza kukubaliana na mimi kwamba vipi siku ile baada ya kuchukua kitambaa cha upako mambo yako yalifanikiwa? Na uhakika kama yalifanikiwa utasema kwa kweli kile kitambaa cha upako ulichonipa, mambo yangu yalifanikiwa. Unaelewa maana yake nini? Anakuhamisha kumwamini Yesu wa moyoni, ukaamini Yesu aliyekaa kwenye kitambaa. Na hii imekuwa ni pigo kubwa la imani kwa watu wengi. Ndio maana swali la mwisho la Yesu kabla hajapanda sema, je, mwana wa Adamu atakapokuja duniani ataikuta imani duniani? Kwamba watu watahamishiwa imani zao kupelekewa kwenye imani zingine, wataondolewa imani zao kijanja, wataondolewa imani zao kwa tekniki. Nataka niseme na wewe mtumishi wa Mungu mahali popote ulipo, kwamba ni rahisi sana kuibiwa imani kwa sababu ya udhaifu ulionao, au kwa sababu ya promotion ya shida zako, au kwa sababu una tatizo kubwa. Mtu anaweza kukwambia hivi, chochote kile ambacho kinaweza kikakuponya ukichukue kwa sababu uko kwenye shida, lakini pamoja na kwamba unatamani kupona, lakini uona hakika Yesu mbinguni hakupeleki kwa sababu unapona, anakupeleka kwa sababu unamwamini yeye. Kuhamishiwa imani, kupelekewa kwenye kitu kingine ni kuzuiliwa kwenda mbinguni kwa Yesu, lakini hakukuzuii kuponya. Unaweza ukapona lakini ukazuiliwa kwenda mbinguni kwa sababu umepewa kitu kingine utakachokiamini. Ndio maana kuna watu ukiwaambia hivi, kile kitu ulichopewa na mhubiri fulani sio kizuri, hawezi kuamini kwa sababu ameshapewa imani tayari. Yaani alipopewa kile kitu alipewa na imani kwenye kile kitu, matokeo yake amejikuta anaamini kile kitu kuliko Yesu. Ndio maana anasema hivi, mtumishi wa Mungu, ndio maana anasema hivi, au hamjijui wenyewe, yaani kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, hamjijui. So watu wengine hawajui kwamba I have Jesus, kwamba mtu fulani ndo ana Yesu, akinipa Yesu wake mimi ndo ndapona. Unaweza ukapewa kina Yesu wako wengi. Kule Marekani kuna jamaa wacheza muziki waimba hip hop, mmoja anaitwa Yesu, mmoja anaitwa Shetani, ni waimba hip hop. So unaweza ukapewa kina Yesu wa Marekani ukafikiri ni Yesu wa kweli. Shetani anato tunguvu ta kujirepresent. Haina maana kuwa na nguvu amechukua cheo cha Yesu, haina maana. Ni muhimu sana kujua, hata kama mtu atakupa vitu asimuondoe Yesu moyoni mwako. Lakini kuna kitu nataka ukione hapa ambacho kitakusaidia dakika chache, afu niingie kwenye maombi. Kile kitabu cha Ayubu 22 mstari wa 21 inasema hivi, Ayubu 22 mstari wa 21, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyokujilia. Mjue sana Mungu. Kwa nini umjue sana Mungu? Kwa nini huyu mtumishi alisisitiza kumjua sana Mungu? A person to understand, to know God. Yaani ukimjua Mungu ni rahisi sana mtu kuto kuondoa kwenye Yesu, kwenye Mungu wa kweli, kwa sababu atakapokuletea maruerue utayapima tu kwenye mizani. Kwa nini? Umemjua Mungu. Na huwezi ukamjua Mungu kama ni mvivu wa kusoma neno la Mungu. Leo hii tumekuwa na kanisa ambalo wakihubiriwa vitu vya uongo vipo kwenye Biblia wanashangilia, wanapiga makofi, because they don't know the word of God. They don't know. They just clap their hands.
wanaamini kila anachokihubiri mtumishi wa Mungu kimetoka kwenye Biblia, na hiki ni kitu kinachowapiga sana watu upofu. Na kuna watu wameleta mafundisho ambayo kwenye Biblia hayamo, kwa sababu watu wengi wamekuwa ni mashabiki wa mitandaoni, wamekuwa ni mashabiki wa kusikiliza kila kitu. Sikiliza mtumishi wa Mungu, jifunze angalau kusoma neno kidogo. Utakapokuwa unasoma mara kwa mara, kuna idea Mungu atakuwa anaziweka kwenye ufahamu, ili vikija vitu ambavyo vinakuondolea kumjua Mungu, utaprove kwamba hiki sio cha Mungu, utavikwepa. Leo hii kuna watu wameaminishwa vitu vya ajabu because they don't know God. Hawamjui Mungu wao. Unajua, ukiijua nyumba yako, mtu akikwambia nyumba hii ndio ya kwenu, utakataa. Utasema kwetu ni huku, kwa sababu unaijua. Kwa nini watu wengi leo wanaamini kila Mungu, wanaamini kila mhubiri, wanaamini kila huduma? Kwa sababu Mungu wao hawamjui. So wakiambiwa huyu ndio Mungu, wataenda because they don't know who is their God. Paulo siku moja alipita Atheni, akakuta watu wanamwabudu Mungu asiyejulikana. Akawauliza, ninyi mnamwabudu Mungu asiyejulikana, ngoja niwaambie Mungu anayejulikana. Na wale watu walipomsikia Paulo walipata kufahamu na kuelewa. Ukikosa maarifa ya neno la Mungu, ni rahisi sana kutumbukia kwenye wimbi lolote la giza, halafu kamwacha Mungu wa kweli. Ni rahisi sana kupotea. Mjue sana Mungu, understand God, know God. Ukisoma neno la Mungu utamjua Mungu. Ukijizoeza kuomba sana, Mungu atakufunulia kwa mafunuo. Yaani kuna vitu vingine kama uko karibu na Mungu, mhubiri akihubiri au akivirepresent kwenye madhabahu, utaona amani ya Kristo inapotea. Mungu anakuambia hiki sio changu, ni cha kwake. So mjue sana Mungu ili uwe na amani.